Kwa zaidi ya miaka 3000 kaburi la Musa halijawahi kupatikana, lakini Biblia inafichua jambo la kushangaza zaidi. Baada ya Musa kufariki, Shetani mwenyewe alihusika katika mgogoro kuhusiana na mwili wa Musa. Sasa tujiulize swali, kwa nini? Na je, kuna siri gani ambayo watu wengi wamekuwa tukiipuuza kwa maelfu ya miaka? Leo katika video hii tutachunguza fumbo hili la ajabu lililowahi kuandikwa ndani ya Biblia. Kabla hatujaelezea kwa nini, unaweza ukaingia kwenye comment na kuacha maoni yako kuhusiana na nini unachohisi juu ya Mungu kuficha kaburi la Musa na kuficha mwili wa Musa, au kwa nini Mungu mwenyewe ndiye aliamua amzike Musa. Lakini pia unaweza kulike video hii, lakini pia unaweza kusubscribe na kushare kwa watu wengine ili ujumbe huu uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Asante na karibu. Baada ya miaka 40 ya kuongoza taifa la Israeli jangwani, safari ya Musa ilikuwa imefikia mwisho. Mungu anasema katika Biblia, Musa alisimama juu ya mlima Nebo, na kutoka hapo aliweza kuona nchi ya ahadi ambayo alikuwa amesubiri kwa zaidi ya miaka 40, lakini hakuruhusiwa kuingia. Kisha Biblia inaendelea kwa kusema jambo la kushangaza zaidi, na nukuu, basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu, naye Bwana akamzika bondeni. Hii inapatikana katika Kumbukumbu ya Torati 34 mstari wa 5 mpaka wa 6. Lakini jambo la kuzingatia ni kwamba kwa kawaida, kama tunavyofahamu, ni kuwa ndugu, jamaa, rafiki au taifa ndiyo huaga na mamlaka ya kumzika mtu, lakini hapa inaonekana ni Mungu mwenyewe ndiye aliyeshughulikia mazishi ya Musa. Jambo hili linashangaza sana, lakini Biblia haishii hapo. Inasema pia hakuna mtu yoyote ajuaye kaburi la Musa hata leo. Kwa nini? Kwa nini kaburi la mtu mkubwa kama Musa lifichwe kabisa? Kwa nini Mungu afanye jambo ambalo hakulifanya kwa Abraham, Isaka, Yakobo au Daudi? Kwa karne nyingi swali hili limekuwa likibaki bila majibu, mpaka mstari mmoja mfupi katika Agano Jipya lilipofungua tena pazia la siri ya simulizi hili. Wale wanaosoma Biblia nadhani watakutana na mstari kutoka katika waraka wa Yuda ambao unasoma maneno ya kushangaza sana. Yanasema, lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye juu ya mwili wa Musa. Hii ni katika waraka wa Yuda 1 mstari wa 9. Lakini subiri kidogo, malaika mkuu Mikaeli, Shetani na mwili wa Musa, hawa ndio wahusika wakuu katika mstari huu wa Biblia. Lakini Biblia haituambii maelezo zaidi, ni kana kwamba tunapewa kipande kidogo cha fumbo kubwa. Lakini kitu ambacho tunataka tujiulize cha kwanza ni kwamba kwa nini Shetani alipendezwa na mwili wa Musa? Kuna kitu gani ambacho kilikuwepo katika mwili wa Musa? Kwa sababu Musa au mwili wa Musa ilikuwa ni kitu kilichokufa, ambacho tunaamini kitu chochote ambacho kimekufa hakina faida tena katika ulimwengu wa uhai. Lakini haikuwa hivyo katika maiti ya Musa. Maiti ya Musa ilionekana ikiwa na samani, na ni kitu ambacho kimesababisha wasomi wa historia waamini kuwa Shetani labda alitaka mwili wa Musa ili uwe kitu cha kuabudiwa. Kwa sababu lazima tukumbuke jambo moja, Waisraeli walikuwa tayari washaonesha tabia ya kugeuza vitu kuwa Mungu. Kama tunakumbuka, walitengeneza ndama wa dhahabu, baadaye walitengeneza nyoka wa shaba. Sasa kama wanaweza kuabudu nyoka wa shaba, basi isingekuwa jambo la ajabu kama wangegeuza kaburi la Musa kuwa kituo cha ibada ya masanamu. Labda ndiyo sababu ilifanya Mungu akaficha mwili wa Musa milele. Lakini je, hili ndio jibu pekee au kuna jambo kubwa zaidi? Lakini turudi nyuma kidogo, maana kuna jambo ambalo watu wengi husahau.
Musa hakuingia Kanaani kwa sababu alifanya kosa mbele ya Mungu. Katika kitabu cha Hesabu, Mungu alimwamuru Musa aseme na mwamba, lakini Musa aliupiga mwamba kwa hasira. Baada ya hapo, Mungu alimwambia, kwa sababu hamkuniamini, hamtalitia kusanyiko hili katika nchi niliyowapa. Hii ni katika Hesabu 20:12. Baadhi ya wafafanuzi wa Biblia wanaamini Shetani alikuwa akitumia kosa hilo kama msingi wa madai yake, kana kwamba anasema Musa amekosea, hana haki ya kupata heshima yoyote maalum. Lakini Mikaeli hakubishana kwa matusi, badala yake alisema, Bwana hakukemea. Hii inaonyesha hata kama umekosea katika ulimwengu wa kiroho, bado hukumu ya mwisho ipo kwa Mwenyezi Mungu. Karne nyingi zimepita, Musa amekufa, kaburi lake halijulikani, hakuna aliyewahi kuliona. Kisha ghafla katika Agano Jipya jambo lisilotarajiwa linatokea. Yesu anapanda mlima pamoja na wanafunzi wake, na hapo wanafunzi wanaona watu wawili wakiongea na Yesu. Mmoja ni Elia na mwingine ni Musa. Ndiyo Musa yule aliyekufa karne nyingi zilizopita. Biblia inasema walionekana katika utukufu, wakizungumza na Yesu kuhusu mambo yaliyokuwa yanakuja. Hapo ndipo fumbo linakuwa kubwa zaidi. Ikiwa Musa alionekana akiwa hai katika utukufu, je, mabishano kuhusu mwili wake yalikuwa sehemu ya mpango mkubwa ambao wanadamu hawakuambiwa kikamilifu? Biblia haitoi maelezo yoyote, lakini inaonyesha wazi kwamba kifo hakikuwa mwisho wa simulizi ya Musa. Baada ya maelezo, sasa tupate hitimisho. Kadri tunavyochunguza simulizi hii, tunagundua jambo moja. Siri kubwa si kaburi la Musa. Siri kubwa ni kwamba Mungu alimlinda Musa hata baada ya kifo chake. Kaburi lake alilificha, mwili wake ukawa chanzo cha mabishano ya kiroho, na karne nyingi baadaye alionekana tena katika utukufu pamoja na Yesu. Labda ndiyo sababu Biblia haijatuambia mara alipozikwa, kwa sababu ujumbe huu haukuwa kuhusiana na kaburi. Ujumbe ulikuwa kuhusu Mungu ambaye ana mamlaka juu hata ya kifo chenyewe. Na mpaka leo mahali alipozikwa Musa bado ni moja ya mafumbo makubwa zaidi katika historia ya Biblia. Usisahau kuandika maoni yako ukieleza kwa nini unahisi Shetani alipendezwa na mwili wa Musa. Je, ilikuwa ili watu waabudu au kulikuwa na siri kubwa ambayo Biblia haijafanua kikamilifu? Andika maoni yako, usisahau kusubscribe kwa simulizi nyingine za Biblia ambazo unaweza ukawa hujawahi kuzisikia. Karibu sana.